Our dear Heavenly Father, we want to thank you, Jehovah Jireh, the Lord who gives us a wonderful direction. Here we are, Jehovah Jireh. Want to welcome your presence, that you may continue giving us direction as we continue living in a wonderful country, Kenya. I want to pray, my Redeemer, for every single individual through your word, as in the village of Shunem. My Redeemer, we have come before you that you may give us direction. Help us, bringing us together in unity and in harmony, because you are the Lord of God. We pray for all members, Father, even our girls who are here, want to dedicate them before your able hands. Father, as they continue serving Jehovah, give them direction, nourish them, encourage them, protect them, because you are the Lord of God. I want to come against every challenges, every principalities of the devil in the name of Jesus. God, we thank you and we honor you for thy word. Let your will be done. For in Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen. We may get seated. Tupigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. When we commend this year, we started by saying, God, give me my mountain. Bwana asifiwe. And we were live when we were broadcasting live from here. And I want to thank the Lord. Today we have the servants of the Lord in the house. Bwana asifiwe. Salamia mwenzako, mwambie kuna watumishi wa Mungu katika nyumba ya Bwana. You know, some of you don't know hawa ni watumishi wa Mungu. Na Mungu amewaweka. Salamia mwenzako, mwambie unajua Mungu amewaweka. Amewaweka kutuongoza. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amewaweka kutuongoza. So they are here today. Servants of the Lord, honorable, I want to take this opportunity to thank you and feel at home. This is Matangamano PAG. My name's Reverend Wilson Mulimu. I come from Sabatia, Vihiga. Praise be to the Lord. Hallelujah. That is where I come from. I'm a Maragoli. That is where I come from. So I want to take this opportunity for the servants of the Lord. We honor you and we love you. And always we are praying for you. Hallelujah. Wherever we are here in the morning devotion, we are praying for the government of Kenya. We are praying for you, honorable, who is our son from this area. We are praying for you. Whenever we come here, we are praying for you. And every time we have been yearning to see our son being here. Hallelujah. And here is Bwana asifiwe. Kama mtu ambaye moyo wake umechemuka, unafuraha ni mimi, because my dreams have come to pass. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise be to the Lord. So wana Matangamano wanawapenda sana na wako mahali hapa. Anataka kuleta the servant of the Lord who is our son here to speak to us. Nataka tusimame sote. Nataka tusimame sote. Nataka tusimame sote kabisa. Kabisa. Na kwa makofi na kelele. Kwa sababu is here, is going to give us direction, because the time is not our side. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka tupige makofi na vigelegele tunapokaribisha mheshimiwa. Hallelujah. Tafadhali tuketi, naomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hey. Akimuacha iga. Ngomuatiganka.
Mbuyamore. Mbuyamore naende. Nashukuru Mungu sana kwa siku ya leo. So much. In fact leo nimeguzwa kweli kweli. You know, nikiwa nimeketi na my brother Faruk, ananieleza tukiwa tu hapo, kila wakati anashinda akiniambia this is where God is. Ile uwepo ya Mungu ambayo tumesikia hapo, ananiambia this is where God is. Faruk, na waheshimiwa wote ambao tumekuja, Mheshimiwa Zahir, Mheshimiwa Faruk, Mheshimiwa Doris Donya, na waheshimiwa wote, hili kanisa mimi limenitoa mbali. You know, me I'm a member of the PAG church. Kwa wengi ambao hamjui, this is my church. So niko nyumbani. Na wakati nilikuwa shule hapa Nyabigena, hiyo wakati ilikuwa mixed, sasa hii ni Nyabigena boys, nilikuwa na hepa shule every Sunday because sometimes nilikuwa na nyimwa ruhusa kwa sababu it's a Seventh Day Church, I mean Catholic Church, sorry. Nilikuwa na hepa shule every Sunday. Ninakuja hapa first service asubuhi, wakati wa kukua na hii haikuwa hivi, ilikuwa ya matope, na tukuwa na hizi vyombo tunazungumzia, tulikuwa tunahubiri tu hivyo. Baadaye hii piano moja ya kitambo ndogo ikanunuliwa, nikawa natoroka na haja hapa. Sijui kama bado washirika wenye walikuwa hiyo wakati wako bado wako, si msimame ni waone tafadhali. Mtu tu nakumbuka wale wa hiyo miaka ya kitambo. Ona, Madam Florence ako wapi? Lea amekuja kanisani? Ako wapi? Njoo usalimie Faruku, nimueleze sababu. Njoo umsalimie. Huyu Madam Florence alinifunza form 2 biology. Huyu madam hapo Nyabigena. Ndio huyu. Na baada alikuwa anakuja kanisa. Enda umsalimie. Na mbona uzeeki madam? Ona, huyu anaitwa Madam Florence. Alinifunza form 2. Nashukuru sana na nafurahia nikimuona mwalimu wangu. Nitampatia zawadi pia mimi nikitoka hapa. So this is my home church. Nilikuwa na hepa shule na kuja hapa na abudu, ninakaa pamoja na watu wetu hapa. Na wakati nilianza kuomba kura, this is among the first churches I visited. Nikawaomba ruhusa na wakaniombea hapa kwa hii madhabahu, na wakanirelease, wakaniambia sasa enda, go yield and succeed, tutaomba tena. Baadaye nikarudi, nikakuja nikawashukuru. Leo nimerudi kuambia sasa safari ya saa hii amjaniita, nimejileta kuambia what I want to do in this church. Ama pastor uliniita, alishtukia saa 4 ya usiku nikisema tunakuja leo hapa impromptu, na kanisa yetu pia ya Marongo wamekuja hapa. Marongo oye. Unaona ni kanisa Marongo ni hapo mahali tumeland. Hiyo ndio ilizaa hii, si namna hiyo? So I have a history with this church, na ndio maana nafurahia sana when I'm here I feel at home. In fact tukimaliza baada ya kuongea ile worship ya mwisho, mimi ndio nitaongoza hapa, ndio tuweza ama inafaa namna hiyo. So kati yetu kabla sijazungumza maneno mengi, tuko na wageni wengi wamekuja pia kusalimia wageni wetu. Tuko na principals wa mashule zetu za hapa na head teachers. Simama tafadhali, ama walimu wote ambao wamekuja kutusupport. Simameni mahali mlipo niwaone. Yes, naona wamekuja walimu. Sasa unajua ubaya, na ndio hata principal Mr. Wangombe yuko hapa, wa hapa juu Marongo. Alikuwa ananiongelesha on Friday ama jana, I think Friday. Ile shule vile uliona mabati ya blue hiyo, tumejenga na huyu Mungwana. Anatoka kule Nakuru County, lakini anafanya kazi hapa kwetu. Haya, asante sana Principal Wangombe, Keti, Marongo Secondary School.
Principal wetu wa Nduru, sijui kama mnajua Nduru High School imekuwa national school ama hamjui? The only school in South Mogrango ambayo ni national. Mumejua sasa? Exactly. Ni ya principal pale. Wave hivi watu wakuone. Thank you very much. Yule madam anaitwa Madam Giraffe. She is very long. Madam Alice Giraffe. Yeye ndio NAT chairperson wa Gucha South na ni mwalimu mkuu wa Ikoba primary school hapa. Hiyo taa imekosa kunione nani next nafaa kuona. Ule ni nani? Au yule mwalimu Lumumba. Mwalimu Lumumba, mpigieni makofi tafadhali. Pia yeye ni member wa huyo ni mwalimu yupi? Nduru Comprehensive ndio huyo. Mpigie makofi tafadhali. Nyabigena, mwalimu wetu mkuu, hiyo shule yangu my alma mater. Mpigieni makofi mwalimu mkuu wa Nyabigena. Asante sana mwalimu. Alafu tuko na isiwezi, unajua principal Kasanga, wewe ni mrefu, lazima nikuone kwa umbali. Na hapa ni nyumbani. Yeye ndio principal wa Nyanchwa Boys kule juu. Aya, tuko na Madam Asenath kutoka hapa, bado si huko kwa hii shule Bogisero Gatembe. Yes. And then tuko na principal wa Kiabigori ambaye anachunga welfare yangu, tunamuitanga welfare chairman. Anaitwa Principal Nyamoko. Mpigieni makofi tafadhali. Na wengine wote ambao wamekuja, sijui wengine wako wapi. Of course najua light, hii light ina kureflect. Oh yeah, mwalimu mkuu wa Ombogwa ni huyu, naye pia anajenga vizuri sana zile shule. Mpigieni makofi tafadhali. Walimu wamekuja wengi. I think kuna wengine bado. Tabaka Boys Ogecha. Mpigie makofi. Sasa wangwana, wacha niwaulize, si nyinyi mkuu wa shirika wa hii kanisa tu mara moja, kwa sababu ninaona mmekuja kunisalimia nyinyi si members hapa, nimeona. Haya, tuko na our former MCAs. Simameni, nimewaona. Kwa hii ward jirani, sio hii, jirani ward, ule mzee wa mandevu nyeupe alitolewa na huyu. Na huyu pia akatolewa. Sasa hii iko namna hiyo. Mzee anaitwa Machage na huyu anaitwa Chweya. Wazee wa ngwana kweli kweli. Si mnawajua hawa? Na nyinyi mkuu members wa hii kanisa. Good. Mpigieni makofi, maana yeye ndiye alianzisha. Thank you. Sasa kwa heshima kubwa, mchungaji, hata kama hatukuwa tumekaribishwa, hatukuwa waeleza mapema tunakuja hapa, mpaka mchungaji ameshindwa sasa nitaomba nini. Unajua hajui hajaketi na committee, hajaketi na, sasa alikuwa anashindwa nitaomba nini. Sisi tukiwa tumeketi hapo na Mheshimiwa Faruku, na ni vizuri kabla actually sijafika hapo, ni vizuri mjue hao waheshimiwa tumekuja na wao. Tumekuja na Mheshimiwa Zahir Janda, mbunge wa Nyaribari Chache. Ndio huyo, si mnamuona? Tumekuja na Monginomo Ngaini, omaeta saa korwa na saa gotia. Niliwaambia hakuna Kisia tutawaipata women rep kama huyu. A very good lady who knows how to live with people. Anaitwa Doris Donya Toto. Si mnajua yeye? Alafu tuko na msaidizi wa rais wetu wa Kenya, kiongozi PA wa rais William Samoei Ruto, anaitwa Faruk Kibet. Ndio huyo. Yeye ndio mgeni kabisa hapa. Na wacha niwaambie, jana, na mnafaa kushukuru huyu Faruk. Jana tulikuwa Narok. Sasa tukamaliza function, tukiwa kwa ndege tunaenda Nairobi. Akaniambia, tuko wawili tunaongea. Akaniambia kesho ni kanisa. Tuende wapi kanisa? Mimi nikamwambia ninaenda kanisa kule kwangu Nairobi. Akaniambia unaenda kufanya nini kanisa ya Nairobi? Wewe fanya namna hii. Weka kanisa ya kwako tukuje tuabudu pamoja na watu wako. Akaambia pilot, by the time, kwa sababu yeye tulimwacha Narok,
By the time tulimshukisha mahali kwingine, si tukaenda Nairobi. By the time unafika Nairobi, mnipigie simu mniambie mmepata kanisa yenye mnataka tuende, na lazima tuamka asubuhi saa 2 tukuje kwa hiyo kanisa tuabudu. Si huyu Mungu amefanya vizuri sana? Na tukiwa hapo ameguzwa na hii kanisa, hata tukikuja tukipita kwa miti anashinda akisema, sasa wewe Usoro, tunaenda kwa kanisa tunapita kwa miti Haya, tukafika hapa akaniambia, wow, kanisa ni kubwa, ni mzuri, imejengwa. Tukaingia akasema, wow, wanaomba, wanaimba. Nikafurahia. Lakini tukiwa tu bado tumeketi hapo, tukaulizana tutafanya nini kwa hii kanisa. Number 1, tukaambiwa mko na ekari 2 ya hii kanisa, lakini hamjaweza kumaliza kulipa. Ama mmemaliza tuache? Haya, hiyo nimemueleza, atatuambia kama tutalipa ama hatutalipa. Nyinyi mnataka ilipwe isilipwe? Ilipwe isilipwe? Atatuambia. Ya pili, tukiwa tumeketi hapo, unaona nikiwa mwalimu mkuu wa Omogo akiwa ameketi hapo, hatumuoni. Tukasema kanisa hili limejengwa, yes, lakini liko chini. That is why you are not visible. I have a vision and a mission kujenga kanisa 15 South Mugrango for another 1 year bila mchango. Sitaki mchango. Sitaki mchango yenu. Kanisa ngapi? 15 zikuwe standard. Faruku, zile kanisa ambazo tunakuja kule kwenu, unajua nilienda kwao, huyu Mungu amejenga kanisa peke yake, kanisa kama 10 single handedly, hajaitisha mchango. Anaenda anasema angusha hii kitu, anasimamisha kanisa serious, kanisa mjengo serious peke yake. Na mimi akani challenge mimi, nataka nianzie kwa zile 15 Faruku, unisaidie tuanze na hii kanisa letu la Matangamano. Hii mabati tutoe, tuweke pillars kwa corners, because ndio kanisa yangu. Tupandishe kuenda juu, tufikishe juu kabisa, alafu tuweke ile roof ya kanisa, ionekane kanisa. Alafu hii shamba tuko na eka 2, hii shule, hii kanisa tuko na eka 2. We start something kwa hii kanisa. Tukimaliza hapa tutaketi sasa na wachungaji, we start as a mini college ya bakery, ya vitu kidogo kidogo kama hiyo, ya tailoring, ya nini. We cannot sit on 2 acres bure. Sasa tupandishe kanisa, alafu tuanze hiyo kitu pole pole. Lakini hiyo nyinyi ndio mtaanza kwanza. Mchange mfikishe milioni, tuweke foundation, mtutapatie plan, nilete Faruk, nilete hawa wageni wote, tukuje tuendelee kujenga structure, ndio hii area iweze kuinuka. Kwa sababu hii area ya Marongo hapa juu, mimi na nyinyi tunajua tumeweka TVET. Si nyinyi mnajua? Si inaendelea kujengwa na iko karibu kuisha. Tumeweka hiyo TVET. Number 2, housing ya serikali tunataka kujenga 400 units za houses hapa Marongo. Why can't we expand mpaka hapa chini, ndio hii area iinuke? Iko sawa? Iko sawa. Kuna shamba ya serikali iko hapa juu. We find a way to balance, tutafute kitu tutaweka kwa hiyo shamba ya serikali. It can be a hospital, it can be something else. Tutaketi na nyinyi mtueleze. Sitaki sarakasi ya hiyo shamba. Nita ribo karakari bobore mobu. Obore mobu ya serikali toriye ndu ya serikali tukibeka abwe. Egereke konya abantu ase binyorebi. Wazembo bengo kwa na ba metobake. Tinta itokorere siasa obore mobu ya serikali. We will sit down with you, tokore public participation, motebe nki mokora teki mutagete. Aya. Ya 3, si tumekubaliana hii kanisa inuliwe. Tumekubaliana Faruku atatuambia juu ya deni ya yenye mmesema mko nayo. Sasa ya 3 yenye mimi nataka kuwaomba ni yenu nyinyi personal. Register for SHA. Kama wewe ni binadamu unapumua, you must register for SHA. Hakuna, wacha kutamani kitu haiko. Hakuna NHIF tena. So stop. Wacha kupelekwa na sisi wanasiasa.
unasikiza tu wanasiasa tu. Ile siku unakuwa mgonjwa ndio utajua ya kwamba SHA is very important. Register for SHA. Ukiamka asubuhi ni bahati, lakini ukiamka healthy, even shukuru Mungu more. Enda hospitali uone watu ni wangapi wako wagonjwa. Siku hizi maneno ya health imekuwa very unique. Leo uko sawa, kesho unasikia. Jana nimezungumza na mheshimiwa, leo ako sawa. Jana tukiwa na mheshimiwa Faruk, tulikuwa na mheshimiwa Kimani Ichung'wah. From nowhere alisema mimi sisikii vizuri, wacha tu niende. Na ni ukweli, alikuwa asikii vizuri. Musikue mkifuata sometimes so much watu ya siasa sana, kitu nakuambia wachana na hii kitu ni mbaya, wachana nayo. Register for SHA, it is for your personal good. Munasikia kanisa? Register for SHA and pay. Ile siku utapata challenge utakumbuka. Lakini mimi niko na program yenye nina launch hii September ya kuregister watu wote ambao wako 55 years and above na niwalipie mwaka mzima katika hii South Mogrango. Tutatangaza, itakuja hapa Marongo isimamie the ward ya Boikanga. Tutaweka Nyamarambe isimamie ward ya Bugetenga. Tutaweka Tabaka somewhere maybe Ogecha isimamie Tabaka. Tutaweka Etago isimamie Chitago. Tutaweka Suguta isimamie Getenga. Tutaweka hilo wengine naitwa namna gani? Moticho somewhere tuweke Maro isimamie that entire area Maiburi. So na nyinyi nawaambia hapa register for SHA, lakini ukiwa 55 and above kama umeregister ni sawa, lakini kama hujaregister hiyo wakati ikifika we'll come and help each other. Si namna hiyo? Bono ya mwisho kwa Kikisi, alafu nialike wageni wazungumze. Bono abantu bamitu bono ndaite mbaboli. Ngwanja mbaboli. Ngwanja mbaboli. Bono umungwano yochirega akuru kufaruku nera mukonji bwo murai bwense. Bono njenkaransere tama tronge ama ndegera iguru. Na atebire na nabwo tuigwananire none binte binatayangana rogo gukwana ekene ngeringa ate tugwakana dindi dieno dionsiga tukorane na mangane ya madeni ga. No, ninasema jua iko karibu kuwaka mheshimiwa Faruk, usijali na tutalipa hiyo madeni yote. Erebia ko sere bobe. Bono taite mbaboli. Etiveti mburange yego chaga. Era mieria kormata ali ngotirede go chaga, and by God's grace ntaite mbasukume eaga chugo chakera kego ikago nyabigena ntaite mbekera ne contract chakera kurunga matangamano nsa egende go chiararia Marongo egende go chinya keiboreire egende go chiararia bantu bali go toramanya kembere mwisho togosoma nyabigena bono moje muto manyanga kembere toli nyakembere mwanzo tali nyakembere mwisho mwato chaete sana ngabantu banya kembere ngaimole egali na yemeka kwenda go chiaria nechebe buya guchia seme iyo ebinte ibyonsipi nabangwa naba bakonga gocha creative school ye Marongo muno china ye gachire nyabigena girls chibesa naba last year nesrekari ya ngete kaimuka igoro buya igo eramu ya erire gocha kireri ya rio siri kogenda nyabigi ikoba bono ne yenkoerere eye tago nera gocha kere bono ne ye ayora nkorigia nkora ne binte ebyo ne ye saka tokora na mangarechi para bono ayemtebye ninta keiro kurwase William Ruto ebinte ebi bitara korba gamito gakekene Nyasaye ke mwanya bantu maite ngo tina ikaransa ne boria maswali ya manga bogirango tu arenge maega mono ninta keire gake kurwasare erami ekwa bono taite ngo bori erami erie nkwamere gari nyakorere nje kage nkuru bugambi inki abantu baratebe nje no embone tindose die brami go bono gake nonya nae ngakimutagete menye na kimutagete menye ba metogage mutagete no anegente kana atebire ga umungwano utomwebereria toretere rutogare chibes chichie to togekore bwango no na ga college yakuna kwanire ga kunga tobeke no gwintu bya bekari de bintu bindiko something na batokigwanana na batokwamu liba gatokobeka no bekari moro sienya gitari ye kanisa Catholic nkoro metabure karosie kan enye gitari mune gasori yabeire enye gitari enene toko gundwa ngetiveti ene che kore bintu bya bekari ebore mo tubugatega eke inene tukwagacha aiganya gitari te yego kora buya ga nzemeyo toko chaka tobeke building totebe
Matangamano Health Center, PAG Health Center. Kwa sema na mama ntoka yake. Ama tukaya sha nero ya kane abantu mago chabako ruwarigu inyagitari yebe self sustaining kanisa imoke na enseme ye kenyuruke imoke. Bono gakia wana wamintu. O mago ntebe gakia kene kenya sae ndatigana n'abantu abangwa naba nganji ndasoko isikira serikali chikuliye serikali ngao. Bono gake no ninwe. Nje mukurantigana inchenda nda konya abantu bana inche kusini inche ndaragera bono nakimota geterene mbe. Ngwanjira na murebo iko. Iko mota etende William Ruto ka. Nje nakia ko era matera yumu kunya gontebi kunya kugumonya gukwana. Nje timu ka timechano. Kero muntu tigatu arubu karibu waye. Wo kwerigerie konye. Lakini nje ninge konye ta asende. To ko ntiga nje nge konye ta asende ntiga asende ba mento kake. Ikiagara serikali yengo yerigetiga gusi. Ningo yerigeti. Ningo yerigeti. Bono ntinga ali elina arigetie. Karuo. Nje na ndo konye kurigie ngao. Liri mwarenge inuna inu serikali emwara ko teinga tia kuruwa serikali na liye bintu bigocha bono liri mutai asa serikali mwacha ko tei na inu karuwa asa serikali tata nje tata ngocharo katata na aru Nairobi tata saa 3:30 negente ke bwango ngeire ma na ikaga onte indu asegente ke tata kage kaki na inu mwandara mabera arafu bokirango twarenge maega bobe gose bana mamento ngo manyete koruyesa tongete ensenge para nete nyakorere orencho ngeyikenya bigena ngo manyete obugimobo tara abasabate muruwete koruchinse mu chesko gambane muruwete bumachoge emuruwete bogetutu ama aruwete bogetutu abane mukarubo basi abande omontaka bonchari montaka yugure ngambugiranga kuchikonyomu okana gose bana mamento kake ama tukaya koko tare taoni na wanya ninu monto mbobungo kyo kwane kamona se gusiyeye kingo korasi nini ba kwana kingo ncho kaiga ba kwana bono no en bokirango timo ketigo rake. I am telling you the truth. Tistima gocha yani ebinto bitare ngopi bona ye otaire kubwatyo montago te otari korunkaga agotai ngakaratikana ne serikali ari asibakamenyete chirami etiete to ntunto buga eba eteti ntunto bugati genda ko cheskimu chirami etiete to baba basije na basigisi monto abante bagwate chieka isano aige to bugata kuota chistime chirekera ase ga ari eskimu intuga mbono to kunya gwekarakari konyora mubugati street light no NM mbono to gwekarakari konyora nto abugata TVET mbono nkwagacha omawo ndenga karatika kwagacha ebyo bya Ruto osanire mukamo mura otaramorora no yugo sanera no nyere chikura kori bamanyeti bari gunchukana na Kenya bari gotara lero ngokura koruga ngende gokoro mugutano oyonde Eldoret no mungwano oyo mako ya Nairobi etimu yaite yende ekare Meru eyende ekare Embu eyende ekare Siaya eyende ekare Turkana tobugate timu ikomikira lituko Monday to Monday togunchana na Kenya muikaranzete oganyate nga ekergongo chakire go ikaranzete kogenda matanga aya mona koira na mwabere metinye tato ekergo gechina kikegoja na matanga ayungu siyoka tali Kenya ende gusi kwano bogavana mokoria. You have to move around the entire country so that abantu barore seriousness erebiya ko sere bobe mwanganche ire ngendre ko tarana William Samoei Ruto mwanganche ire onyendiri mutaringe kanisa onyendiri mutari obwancha ni obonaro onye tali kanisa yani igo mwante birinde ta William Ruto ga ngorokia mawoko bali ba terase kanisa ose ino na magendera mutaide good. So Mheshimiwa Faruk, maneno tumediscuss na wananchi ni mingi. Tukitoka hapo nitakueleza vile hapa nje naona hali ya anga sio, mvua inataka kunyesha, ndio maana si kutaka kuongea maneno, nikawaeleza kwa kikisi ndio waweze kuelewa. Ama namna gani? Tumesema Yesu ni Bwana, shetani ni kumbafu. Si hivyo ndio tumesema? Na ya mwisho katika lugha ya Kiswahili ndio sasa nipeane microphone kwa wenzangu, ni kwamba, na hiyo nazungumza kwa watu ya TV kwa sababu wako hapa, ni kwamba imefika wakati Kenya hii lazima tuambiane ukweli.
tuamue kama tunataka siasa ya maendeleo ama siasa ya mdomo na kutengana. Sisi kutoka hii sehemu, we acknowledge ya kwamba Mkisii ako everywhere. Mkisii ako Eldoret, Mkisii ako Thika, Mkisii ako Meru. Hatutaki siasa ya ukabila Kenya hii. Ile siasa ya ati sisi tujitoe kwa Wakenya wengine, tuanze atishikana nyinyi peke yenu. We do not want siasa ya ukabila. And that is why from this region we want to stand firm with where, or in the side where all the rest of the Kenyans are. Sisi hatutaki kuambiwa kabila hii shikana pamoja na kabila hii shikana pamoja ndio wadosi waende kugawana kiti, wewe ukue sijui prime minister, wewe ukue deputy sijui nini. Saa hii hawa wananchi wanataka kujua hii barabara ya Nyabigena itaisha lini. Wanataka kujua hii shule itajengwa vizuri namna gani ya Marongo na shule ya Nyabigena. Sio siasa ya ukabila na siasa ya chuki na siasa ya ubaya na siasa ya ukatel. Si namna hiyo. Na sisi hapa nimeambiwa kanisa ya matangamano nilete Mheshimiwa William Samoei Ruto akuje kuwasalimia. Ama hamjasema namna hiyo? Because there can only be one president at a time. Right now, who is the president? Ukienda kwa mtihani uulizwe nani rais wa Kenya, alafu useme jina ingine, unaanguka interview. So ni nani rais? Yes, niliona wengine wakicomplain wakati tulienda kusalimia William Ruto State House. Wakisema nyinyi mnaenda State House sijui kupeleka tumbo zenu. Kwani wewe ukiwa hapa kanisani umeacha tumbo nyumbani? Si lazima uende na tumbo yako. Kama ni State House unaenda na tumbo yako, kama ni town unaenda na tumbo yako. Ama number 2, State House ni nyumba ya serikali na iko na occupant mmoja at a time. Wakati huu ni William Ruto, akitoka next time ni Silvanus Osoro. Unajua inaenda namna hiyo, ikienda namna hiyo. Na mimi nikitoka wakati hiyo kuna mwingine atafanya nini? Ataingia. Kwani mbona mmecheka? Sikai kukuwa rais mimi siku moja. Mimi let me tell you, nitakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hapa kwa hii jukwaa nikiwa kijana, nilikiimba hapa, nilikuwa nasema nitakuwa MP. Watu walikuwa wanacheka. Wakati nilisema natangaza nitakuwa MP, watu walikuwa wanasema huyu ataweza. Hata wenye nilishinda walikuwa wanashtuka. Nakumbuka tukiwa kwa Tarling Center Faruk, nilikuwa nimeketi na opponents wangu wengine. Sasa walikuwa nasikiza kura zikitangazwa 2017. Opponent niketi na yeye aliandika majina ya watu wengine wenye pia tulikuwa tunashindana. Akaandika JJ Ondora, akaandika hao wengine Willy Somoyo, Moreka, Sagero, lakini mimi hakuniandika. So mimi ni others. So majina ikisomwa, kura zikisomwa aandiki zangu kwa sababu anafikiria haziwezi tosha. So kwa hiyo yenye ameandika na yake akaona yeye ndiye ameongoza, lakini mimi kwa sababu mimi hajaandika yangu, sasa anafikiria sijaongoza. Sasa opponent yangu mmoja akapanga, after sasa amepiga hiyo hesabu, ameona ni yeye ameongoza. Kapanga, chinjeni mbuzi hapo nyumbani kwa sababu ni kama nimeongoza. Kwa sababu Osoro ni others, hakuna haja ni yesndike. Wakati hii maneno my friend, Mungu akuli omena. Wakati kura zilienda kutangazwa wakasema ni bibi, wale wakasema pengine ni kuiba nini, na mimi sikuwa na kitu. Tukaenda kotini nikashinda. Tukapenda court of appeal nikashinda. Alafu wakasema sasa 2022 huyu Osoro tutamunyorosha. Wakaanza kupanga. Machief, askari, kila mtu. Nikienda ku campaign nazimiwa microphone. Nikiingia wapi nashikwa. Nikawekwa ndani kama mara 5. Bure. Na some of them ni wale mnaniambia sijui fuata. Na niliwekwa ndani hata wajaomba msamaha. Nikawekwa hapa. Siku nyingine nilishikwa Faruku kutoka stadium, nikikuja matanga ya Mzee Nyachae, nikabadilishwa Subaru 4, nikazungushwa bure, nikapelekwa Homa Bay, nikatolewa tena kwa cell, nikapelekwa, wakaniacha usiku Keroka police station. Saa 8 ya usiku wakakuja kunitoa. Nikaona sasa mimi maisha yangu, na ni mbunge wa South Mugirango, maisha yangu imeisha. Wakaniweka kwa gari, sina kiatu moja. Nikamwambia kiatu yangu iko wapi? Tuliacha kwa ile seli ya Homa Bay. Simu yangu iko wapi? Tuliacha kwa ile seli ya Kisii. Sina simu.
Wakakuja kutoka Keroka, wakaniacha saa 8 ya usiku, wakaniacha Keumbu. Hapo usiku, hakuna matatu, sina simu, nimevaa kiatu moja. Alafu hao watu bwana walinitesa. Unajua saa zingine nyinyi hata nyinyi muniachange tu, acha tu nikule. Sasa na ruara rara tiganda agere tiga kosali hiyo bwana. Keitata. Gose bora wapi to gake. So nikahang kwa gari, lori inatoka Nairobi na kuja kubeba ndizi. Ilikuwa kuja kufuel. Nikahang kama chokora. Anyway nilikuwa chokora. Sasa sikushtuka. Nikafika nyuma mbunge, nimehang sina kiatu. Kwa baridi saa 8 nikafika Kisii town, nikaruka. Kuruka sina njia, nikapanda, hata mtu ya pikipiki hawezi ni recognize. Nikaenda nikamwambia nipatie, nimetoka mahali hapa, pesa yangu iko kwa nyumba hapa Nyanjwa, si tuende nikulipe. Akaniambia uko sure? Tukaenda. Kufika huko kwa Nyanjwa kwangu, akasema si hapa ni kwa Osoro. Ndio nikamwambia ndio mimi. Akaniangalia kutoka chini mpaka juu. Akashtuka. Nikaenda nikamtolea pesa, nikampea. Yaani alafu akasema sijui nini. Tena nikaosha watu. Live asubuhi mapema nikawatwanga kwa kura mingi sana mpaka ikakuwa ngumu kujipanga. Ono yani umaonte ngabono gaki. Ai nani nkoruga nani cha kuminyo kubwinjire yekiagara. Ekera onje koruga ingene kuminyo kerugunjuma na kamunukane. Na injobo kimubuga n'umuntu. Onte inkire kubono kuno inkurende ninkibono. Bono nakionte inkire bono. Nakibono onte inkire. Kiagara nchi kuruga ngende kuchia sense meriende. Nda choria abantu kweli. Nyakobwato bwato. Nje ndike ntoke gase ngo choria abande kimbwata serikali. Onde yoko mbwata. Yoko mbwata mukibabwera kuchia. Na inje naro sikinje tata rubware takara. To onte inti tige binte bitata ya tiganda gere tata na ruara. Na ruara tata. Yani ngoso endege no mugambe bwense na muboli na musuna. Nayo le president ko sinje nkorota na kindega na endege yimi. Ayo ma ondenga karwa sendege itoko na nere baka America tata. Nko igururu gari n'abazungu. Tata ubwansu obo no buya ntige gaki ntige. Ai. Tata tukagenda ndege. Tukagenda twachite o Biden. Tukagenda 40,000 feet above sea level. Tukaranze ndege ime inche. Bamunga to ngo simbane buka. Arafi president n'umurugi oye. Noy karanstabu. Tata ndege gitintanya korra. Tutara land ebabu. Ore ndege ime lakini bwate babu. Ibwate ero nini yake tanda na wera wasiri go in such a setup. By aki ndege rie nene ikoro kwe Dreamliner. By the time moko land mwa change tie suti. Halafu mwa land chikari chibangirega. Abantu bako igorere gari abasongo. Yani nkebuli. Yani nje no soro kurunyakorere bolo. Paka makongera bakastata White House. Nkaromo gako Biden yago chega liria rengena roringe president. Kama wete yani Nyasaye kweli no mu, yani Nyasaye no mu. Nyasaye. Ngochi ko inyoroma na kabwatiru, njiko inyoroma na chande kitenga akintige nchega akintige. Na ndo nabaona ga usibo no nchende mutu alia akuma wandenga karati ira na maya akintige. Mwanchige. Mbero. Umesikia Zaire? Umesikia Donya? Na inu yegere nacha na barra. Onye mutale nge kanisa. Onye talie kanisa. Reverend. Lakini unajua si tuko kanisani. Sasa mtoa kwa bintu bidi baona na kitara kolegane kanisa. Kwa hayo machache na mengi, kwa heshima kubwa, simoniruhusu nikaribishe viongozi wengine wawasalimie. Turuhusu tuwakaribishe. Ninaanzia mheshimiwa rafiki yangu muungwana, ananga maneno mengi, pesa tu ndiyo nayo mingi. Anaitwa Zahir Janda. Mpige makofi tafadhali. Asante sana mheshimiwa ndugu yangu Osoro. Na wakwa ni Rembiamore. Biamore naende. God is good all the time. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana.
Niko na furaha sana kufika hapa siku ya leo kuungana na ndugu yangu Mheshimiwa Osoro, ndugu yetu mkubwa Mheshimiwa Faruk Kibet, mama wetu wa county, Mama Doris Donya na viongozi wengine ambao tumeandamana na wao. Mimi kwa majina ninaitwa Zahir Janda, Nchenomo Jumbe wa Nyaribari Church. Sina mengi ya kusema vile ndugu yangu Osoro amesema. Mimi niko na mambo mawili peke yake ya kusema. Kwanza kabisa tunashukuru Nyasaye kwa kutupa nafasi ya kufika hapa siku ya leo. Ya pili na ya mwisho, vile Mheshimiwa Osoro amesema hiyo maneno yote ni ukweli, Mheshimiwa Osoro. Lakini kuna mahali moja sikubaliani na Mheshimiwa Osoro. Mheshimiwa Osoro hiyo maneno amesema alipofika Keumbu akarukia lori, ile kitu hakusema, hiyo yote ni ukweli. Walikuwa wamemtoa Talongi. Si ni ukweli? Kwa sababu nakumbuka hiyo siku alinipigia simu akilia machozi, akiniambia watu wamenifanyia namna hii. Wakati hiyo mimi nilikuwa sijakuwa mjumbe. That is the reality. Huyu muungwana alisumbuka sana. Tulikuwa na yeye. Mimi nilikuwa aspirant na yeye alikuwa mjumbe. Na tumefanya kazi na yeye. And I want to thank you Mheshimiwa Osoro for standing with us, for standing with the President of Kenya, and for standing with the people of the Gusii Nation. Asante sana, tumpige makofi. Yale ambaye sisi tulipitia wakati tukitafuta kura kwa hii serikali, Mheshimiwa Osoro anajua. Tulipigwa vita. Hata mimi nikiwa huko Nyaribari Church, nilikuwa naenda mkutano, tiagas, viboko, unakimbizwa. Na wakati rais alipochukua usukani, huyu Mheshimiwa Osoro, rais alituita akamwambia, sasa wewe nitakupa hii nafasi ya chief whip katika taifa la Kenya. Na hiyo nafasi ilikuwa inapiganiwa na watu wengi sana. Lakini rais alisimama kidete, akasema jamii ya hapa Gusii lazima tuweke katika hii serikali yetu. Sasa hii serikali sisi tumeipigania. Leo mnatuambia tutoke kwa hii serikali. Haki. Tutoke tuende wapi? Sasa wewe umekaa kwa msitu. Wakati ulipokuwa kwa serikali ulikuwa unatuambia tukae kwa serikali, tusitoke hapa. Mwenye anatoka serikali ni mtu kichwa yake ni mbaya. Sasa wewe umekaa kwa msitu, unataka sisi kututoa kwa serikali, mahali tunapata maendeleo, mahali barabara zinawekwa lami, mahali watu wetu wanapata manufaa, unataka tuende kwa msitu. Haiwezekani. Serikali hii ya Rais William Ruto, nikimalizia, angalia mambo ya SHA. SHA leo hii imelipa over 49.5 billion katika hii taifa ya kusaidia wale watu wa hali ya chini kabisa. Wakati wa NHIF tulikuwa na watu milioni 6 Kenya mzima kutoka uhuru ambao wameweza kuregister. Leo hii tukiongea, SHA iko na watu wamerejista milioni 25 kati ya milioni 50 kwa chini ya miaka miwili. Kwa hivyo tushike viongozi wetu mkono na tusaidie hii serikali, Rais William Ruto asonge mbele. Mnakubaliana na sisi? Ya mwisho nikimalizia, juzi kweli tulikuwa State House. Lakini tulikuwa State House kwa sababu ya jamii ya Gusii. Tulitoka Kisii na Nyamira. We went in our thousands. We went in our numbers. But the day when we left State House, we walked out in our numbers with billions of shillings in terms of development to the Gusii region. Rais alitupatia ahadi hapa kwa Mheshimiwa Silvanus Osoro, kuna hii housing project ambayo inaenda kujengwa. Hapa South Mogirango kuna mahospitali mapya ambayo yanakuja, barabara ya lami, kuna stadium. Nimesikia tulikuwa tunashikana mashati na huyu ndugu yangu Mheshimiwa Osoro, tulikuwa tunavurutana kwa sababu ya stadium. Mimi nilikuwa nataka kupeleka huko Nyanturago na huyu ananivuruta hapa, tukawa tumeshikana mashati. Mimi napeleka Nyanturago, Osoro amekataa, anasema inaenda South Mogirango. Mpaka rais akasema hapana, wewe utapewa na wewe utapewa.
na sasa stadium nyingine itakuja, kiwanja ya mpira, kiwanja kubwa itajengwa hapa Nyamarambe hivi karibuni kwa mapenzi ya Nyasaye. Kwa hivyo sina mengi ya kusema. Mimi nataka kuwaambia watu wetu wa jamii ya Gusii, mtu asiwaeleze maneno yoyote. Unajua unaweza kuwa hata na mtoto wako mwenye umemzaa, lakini hata sadaka ya kanisa haiwezi kukutolea. Hata ukiwa mgonjwa haiwezi kukusaidia, lakini yule mwingine wa nje ndio anakusaidia. Asanteni sana, Nyasaye abaseseni. Biamono sana. Biamono sana. Simpigie Zahiri makofi tafadhali. Zahiri, ujue kuna project ya kumaliza shamba, kulipa shamba hapa. Utatafuta kitu. Unajua nimekuambush. Aja, ashaamua. Amesema kwa sababu hajajua vile alikuwa amejipanga, saa hii anatuachia 50,000 shillings kwanza kwa hiyo hesabu. Wow, mpige makofi mzuri tafadhali. Yes. Wacha sasa nimwalike Omongino Mongaini, Omaita Sakorwa, Doris Donya. Asante. Praise God. Msifu Bwana, msifu Bwana daima roho yangu. Msifu Bwana. Nimeanza na Loki. Niende ya juu. Haki mimi niko na base, sijui ya juu. Msifu Bwana, msifu Bwana daima roho yangu. Asante sana. Faruk, karibu Kisii. Hivi ndivyo watu wetu, watulivu, wanapenda watu. Ndio sababu wakati tuliingia hapa kila mtu sura ikabadilika. This is the first church nimejoin Kisii, wana preach in English, jipigeni makofi. Kale bale goteba abagirange bagutoroka, lakini gesongeke mware ko nogage ngutoroka muri boli. Naende narolire mwanchete abageni, mwanchete Nyasaye. Ukweli ni kwamba you cannot do without God. The name of God does not change. The Bible has never changed. We have read many books, we have read many storybooks, but the word of God has remained to be the same. Mpaka nilikuwa nasoma malingine kwa nini, the same waters that were when the earth was formed are the same until today. Those are the wonders of God. But intungo kwa tatore bulirina alenga kake mwakandukire toto lero natikire gutumirie teli toto bono into we change no nyono mugaka in the house sometimes kagutaka abangina tago chenji abo muya naende kagutaka nabago chenji abo mobe, lakini karoto goche kanisa ningi togo sababa kaka baito bakole bachenji baba ya batu anje umugako koretera no nyene ntamame bangina tutageti binto binge ogote binaki ningwanje to sina kichisitati naye kwa musibelie sati kwarora gosembi yale abangina no kuno mugaka lire kuigana bakomanyine masaji mugotika bagaka igo asini ni kuiga kwa mubuli mugaka litukombi yali alenge kwanyorote biro mungina nimbegete chenji gabu nabokoira naye kwenyorere bese usina kichisitati bagaka bambali bakongu mugaka buno kompuna bona ekene kya mangana nche Kisii county abantu banganchete mono na abangina gusino bolimo abagaka bale gote balirina gatebire kurwegesa barunchera bakabuga enare ko batebi bobe bona bangina mukaira bagaka nyomba mukabatebi yaya iga minute karupara ochitogende mugondo endagere koreki eisani chiswita ati mukaibara ya bagaka baino kwanza gabogirango bakanga chikura inuga kina abantu abaya naende bono bona torochi mutu norochesha eyo mweshimu osora teba moroche boikoyo nabo batangane taso kwelikia okoba bamanyete omonto aso ku invest na aso borwaire ligo liri anyagitali lire igoro bamanya gocha batote bintu ntu elikia alafu ngo igumore mbarakiro omonto gagoteba abantu barwe serikali ngo igumore mwanya koigu omonto ligashagwa gagotebia abantu baye barwe serikali abantu babombare serikali inkirende into agoteberia abantu baito barwe serikali asiki mbamanye tobu ya bwe serikali nje nalenge serikali ikiama kyane mumateke ikiama kyane ngiriki
nchende wiper bono ngachikolikere ebintu babo usoro bagokora president buna banjete ngatebatika na incenso into nonti akamonu egere ndebe president naki gaki usinto bwati mache bakya bangene to chandike ndo bwata mache osoro ndo bwati mache usie estima ige bwato mochando nonye na eliri okoragera endagera liri kwarugira turikutoka korore endagera liri okolibotuko kwamanya konyora igetungu onke iyo kende nke yoga iga endagera yoka torakora ki toraigota chinza chinde nabokonyora none chisobono chikominyoka getanda gokobeke stima chisobono chiri chakora ki chasira bono uchorale ne chisobono getanda mambi nota kere na ndoge ndeke barua bono nonye nayo mungi nonde wensi oleke ora atakorale ne sobono getanda gosorale no mugaka tobora nieke maene mbora no mugaka oraga niyo berenere bono ntoko bere serikali tosabe chistima ekero twasabire chistima echi gabuna abande babwate chistima gakine ntu nalitoko babia Faruku watu wetu wamesema nikwambie wanakupenda sana na watasimama na rais wetu ngote na natole ne president yetu lakini bogirango naba ya muri incho mate moko ngakira chikura mutamanyiti lero nali na chirege gali tangani naende nonyo sorote bangage ne kanisa tole osore getike liro gorogali na bage okolega sikwa minute kosena ti abantu baminto obuya ogo koni family osoro twanjira nira mangana iyo ndoko kora mangana iro gorali nebendege gekogenda nonye twarenge kanisa nalitora atebe naki ngotara tole no murayo ito bono mpaka na kare ama namna gani na tusichukue politics ya mtu wetu tukisema mtu wetu kuna watu hapa South Mugirango wameolewa na Mkamba ama Mkisia ameoa Mkamba ukweli ama uongo sasa ukisema mtu wenyu bibi yako ataenda wapi na si Mkisi kuna Waluya nimesikia pastor wa hapa ni Muluya ukweli ama uongo pastor mimi nilisoma St. Anne's mwalimu huyu ni Mkikuyu mimi nilisoma St. Anne's huko nilikuwa kwa Waluya sasa tukianza kusema mtu wetu hawa watu wetu wako huko nje nani atachukua watu wetu sisi ni jamii moja afadhali tuseme sisi ni wa Kenya na tuchague Mkenya kushinda kusema mtu we mwisho ngocha kongera morosoro chikure omatendi mobwete miaka bono mpaka osoro ninko bwete tali akamo anga etano iga ya yo osoro neke osoro omatendi kwarangeri madam korwali nataka nabuga ngotebole omusani olengo gachoka tamara kinanyara no mwali mwese nakoligereri sana osorege ntongera tata tebieke maena omanya gochaka gotabanga madam toliko kina na yako nataka manya taliko kina bono mo bono osoro na Zairi tigamba tebi etoramo ntoliko suka magega ntoliko ruga iga nabana kwaya gakimonga birabana kwaya bamwatera gaiga na igwe muri chikwaya ibere bono njengo okobango chagochanda somo chango yobye kanisa lakini monga njire ntigera abana kwaya bali emerongevere no molisia ikomi nyasaye tigaba siseni tolenda serikali yetu bya mono mwakirango chinko byo mongiro yo mungaino mata sako so bono tigankole na akolire kero na akolire ngoteba iga ikagara bana kero kwariga niyo mogeni ngimwakira bana chinko bidonya nkia kwana mwaka chinko kero omogeni naro gokwanera nkia kwana ngatoka ndara ria tata rero nekanza muri lakini mwanya abantu na bakongo kweli na wanyene tibese chio tegete koe inkorusia su mungwano ulio gonde ngakarua sale oro mwanya watu timena kiata gete anyway so mheshimiwa Faruk sasa ndio nataka nialike lakini kabla sijamwalika niseme tu neno moja
ya kwamba juzi mheshimiwa rais, wewe wale watu hii sasa, nyinyi hata haujakuja kuombewa kanisa, haujafanya maombi ya toba, umesimama tu hapo unaongea ndani ya kanisa. Situnyamaze ndani ya kanisa? Aya, nilikuwa nasema hivi, juzi mheshimiwa, about 2 weeks ago, mheshimiwa rais alisema ya kwamba kuna wabunge ambao wako corrupt kule bungeni, na nimeona viongozi wengine wa upinzani wakichukua hiyo message pap na kusema ya kwamba huyu mheshimiwa rais amekosana na wabunge, huyu mheshimiwa rais sijui amefanya namna hii. Wacha leo tuambie mchana peupe ya kwamba the president has declared war against corruption, iwe bunge, iwe ndani ya SHA, iwe ndani ya ministries, iwe anywhere. He has declared war. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunaamka asubuhi tunasema Kenya is a corrupt country, when the president says ya kwamba sasa tumeanza kupigana against corruption, tena tunaanza kusema ungefanya hivi, ungeongea namna hii. Mimi nawaambia namna hii, kuna wabunge kama saa hii wanachukua pesa kwa mahospitali za ambazo zimekuwa zikiiba pesa ya health, wanaenda wanaweka media press conference, wanasema hii hospitali imefungwa kwa sababu ya hii na hii. Wengine wana own hospitals. Mtu ana own hospital yenye inafanya operation 10 in a month, anasema amefanyia mwanamke ama a lady, pregnant lady, operations 10 within 10 months. Kwani huyo mtu anazaa namna gani kila mwezi? Na anaitisha pesa kwa SHA. Hizo ndio hospitali zimefungwa. Na wabunge wengine wakapewa pesa wakaenda kuita press conference. That is the corruption the president is talking about. Hakuna corruption nyingine. Ndio hiyo anazungumzia kwamba kuna wabunge wako corrupt, na siku yao itafika, chuma chao kiwapi? Motoni, na watashikwa. Na sisi tunaambia wale wenzetu wa upinzani wakiongozwa na jamaa anaitwa wa Munyoro ya kwamba boss, wewe you have no moral authority to even talk about corruption. One of the grounds of impeachment ya Rigathi Gachagua ilikuwa corruption. One of the grounds ambayo ilifanya sisi tukatoa Rigathi Gachagua ilikuwa juu he was corrupt. Tukafuata historia yake akiwa kule Nyeri, atiendi anasimamia wakati ndugu yake alienda akagonjeka. Yeye ndiye alichukua hiyo Nyeri County, akameza yote, akashika mali ya watoto wa marehemu, akachukua yote. Akatoka hapo akabeba mahoteli za ndugu yake marehemu, akauza zote, akanunua zote by force. Sasa wewe Rigiji, wewe unasimama kuongea juu ya corruption bwana, na sura yako ni corruption, kutembea kwako ni corruption, hata kuvaa kwako koti kubwa ni corruption. Sasa wewe, everything about you is corruption. You cannot talk about corruption. Wewe waacha wale watu wanapigana na corruption wapigane nayo. Those who are genuinely fighting against corruption. Na mpende msipende, cartels wa SHA watashikwa wawekwe ndani. Cartels wa bunge watashikwa wawekwe ndani. Cartels wa magavana, mumeona si governor mmoja amesemekana ashikwe, governor wa Bomet anaitwa Barichok. Mtu alipatikana mwana amechukua pesa ya county yote, almost 400 million ameweka kwa mfuko. Mwingine anaweka gate na 50 million, gate 50 million. Ati kwa sababu yeye anatoka Rift Valley, ati pengine mheshimiwa rais atamsamea, ati kwa sababu yeye anaongea Kikalenjin. Barichok bwana, utaingia kotini hii wiki. Na kila mtu, there is no sacred cow. Yule ambaye ni corrupt atashikwa. And we are telling our opponents, hiyo msijaribu kuzungumza, tunajua. Sasa Malala si mtu wa kuongea juu ya corruption, kila mtu anajua tabia yake. Kila mtu. All those characters. Ukiuliza kila mtu wote waweke pamoja, wewe ulitoa wapi mali? Wewe ulitoa wapi? Wewe ulitoa wapi? You know, mimi hao wananchi wanajua vile nimepanda hivi pole pole. Kuna wengine pap amekuwa tajiri. Na tunawajua ni akina nani? Especially the black man with a black heart. Huyo has no moral authority whatsoever kuongea juu ya corruption. Kwa hivyo hiyo nilikuwa nataka kuzungumza kwa sababu nimeona Crispin Otieno akiwa hapa ine yeti vinalikuwa na ile goja.
kwa heshima kubwa, wacha ngoja Faruku. Ngoja Faruku, keti. Nataka tukukaribishe na muziki. Ama namna gani? Si tukaribishe Faruku na muziki. Tukaribishe, tusimame sisi wote. Haya. Wacha nianze. No muyare o mwana Nyasaye, no muyare, 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 no muyare o mwana Nyasaye, no muyare. No muyare o mwana Nyasaye, no muyare. Church, God is good and all the time. Kiongozi wetu wa kanisa ya PHE ambaye ametuhubiria neno, kiongozi mjumbe wa sehemu hii rafiki yangu Silvana Sosoro, Mheshimiwa Sair, mama wa county, viongozi na waumini, mimi nimechukua fursa hii kusema
niwatembelee nisikie neno la Mungu, na nikapata neno la Mungu Kisii ni sawa na neno la Mungu mali mimi nimetoka, kumaanisha kwamba kanisa haina ukabila, ni mahali unaweza kujivunia. Nimeona tu mbunge wenu anafurahi, mara anaenda kwa keyboard, mara anaimba hapa. Nikaona huyu hata akienda kwa Mungu atajitetea, anaweza mpaka Mungu aweze kumsamea dhambi zake zote. Osoro ni rafiki yangu, vile nimesema jana, nimemwambia ni vizuri kushiriki nyumbani. Watu wengi wanatoroka wakienda Nairobi, wanapata makanisa ambaye yamechengwa vizuri, hapo ndipo wanaenda. Kamwambia turudi kule mashinani, hapo ndipo watu wetu wako wa Kenya wa hali ya chini, tuende pale na sisi tukae na wao, maana tulitoka hapa tukienda huko. Na Mungu alikuwa na kusudi, he was planning sisi tuende Catholic. Sijui ni miujiza gani Mungu alifanya mpaka tukafika hii kanisa ambaye tunataka tuienue leo iwe kanisa. Nafikiri nyinyi mnaomba na mnamuja Mungu na mnamwamini Mungu chinzi tunaamini. Ile nafasi tunataka niseme ni kwamba tumepita ugumu kufika hii kanisa, na hii kanisa ni mahali ambapo inapepa roho za watu. Nimemwambia Osoro tuanze kwanza kujua hii kanisa inakaa katika ardhi sehemu gani gapi, na tumepata kuambiwa ni 2 acres na iko deni ya 900. Kamwambia Osoro dawa ya nyumbani ya kusaidia watu na kujenga, maana umeona hata kuna wasichana vijana wameiba, they are young, wako smart, lakini wakipata mazingira mazuri, hawa ndio wataokoa maisha ya makanisa baadaye. So mimi na Osoro na Jaanda na madam, leo hii Monday, Osoro mimi yangu nitapeana 300,000, wewe Osoro upeane 300,000, Jaanda umepeana 50 lakini utapeana 250. Hii deni ya hapa tusiulizwe, maana Mungu ndio ametuelekeza. Maana Mungu ametuelekeza tuje kanisani tukasali na nyinyi, na pia Mungu akatuongezea kazi ya Wakristo. Si mimi nikiulizwa na nikiuliza Wakristo kwa pamoja, lazima mizigo nyingine ipebwe na viongozi. Kiongozi wenu huyu ameweka urafiki Kenya. Osoro ako na light, lija kwamba anakuwa ako na maono. Na mimi nawauliza watu ya South Mukirango, muangalie South Mukirango kupita South Mukirango, mutafsiri future wengine ikielekea mahali mzuri, yenu ya South Mukirango na Kisii iende mahali mzuri. Na muweke manani, nyinyi hamkujua leo kwamba Mungu atatuleta kanisa ya PAG. Na mshindane kwa kuhubiri neno la Mungu iende mbele. Hii PAG inaweza kuwa 2, 3, 4 hapa Kisii, but I'm assuring you mtakuwa wengi wenye kusema neno la Mungu, na neno la Mungu inaweza kuenea. Shikeni hao vijana wasipotee. I was so moved because I saw young girls here, wasichana na vijana wanaimba. Tuwapatie hiyo mwelekeo vile mhubiri wetu anahubiri neno, na nataka twende
na mambo ya mhubiri ya leo nyumbani. Tunahitaji amani, vile Osoro amesema, hatuhitaji ukabila. Hata na nyinyi mkisema tunataka wetu, why mbona unafunga kura za watu wengine ambao wangekusaidia? Hata hiyo lugha tu unasema tunataka wetu, it's wrong lugha. Sema tunataka wa Kenya. That is the language. Na nyinyi wakuzi, don't be led by emotions. Even when you go out and tell people tunataka mtu wetu, you know, hiyo ni tribal first. You need to have a language of all Kenyans. Kenya ambayo ukisimama wanasema wenyewe huyu anajua kuomba kura. Wewe ukitangulia ni sisi watu ya, hata rais wetu hajawahi na siku moja kusema mimi Mkalenjin. Na ametufunza tabia mzuri, never say mimi Kalenjin. Mimi nimekuja hapa Kisii because Osoro tumetembea naye. Ukimuuliza Osoro, nimemuita makanisa nyumbani functions na amekuja kujenga. Sasa mimi nikikuja hapa Kisii lazima mimi nifanye yale Mkisii atafurahia. Nimehubiriwa na mhubiri wetu, hajazungumza lugha ya Maragoli, amezungumza lugha ambaye Mkisii anasikia, mimi Mkalenjin nikisikia, na nyinyi wa Kisii mkisikia, mpaka Mungu akashuka sehemu hii. Leo tutabadilisha hapa, and I'm telling you in 1 year ukirudi hapa hii kanisa utajua Mungu alituma watu ambaye wana nia nzuri. Naambia Osoro, shida hii kanisa ni mzuri, imejengwa, the problem iko chini, lights iko. Sasa huwezi kuona uhubiri, na shetani anapenda mali iko kisa. Ama namna gani? So mimi na Osoro, baada ya kumaliza shamba, tutainua hii kanisa ikae mzuri. Hata pastor yenu atokange kwa korofa akija kuhubiri hapa. Hiyo ni sawa ama si sawa? Na ukiwa Mkristo mwenye aja, utaona haya maneno kienda mbele. Tuwekeni Ukristo mbele, tusio wenye wafisati kwa roho za ukabila. Yule mkabila amehubiri, hata mimi nilikuwa nafikiri watu watajifunza. You cannot walk with a tribal person ukose kuwa mkabila. Osoro anatembea na kila Mkenya. Mlimuona jana alikuwa kwa Masai, anapendwa. Si tu hapa kwenu, nyinyi mnamuona tu Osoro kama tu kijana ya hapa vile. He's growing na anaenda mahali mzuri na atakaa na watu wengine mzuri. So mnamwambia hata nyinyi wabunge muache kutuaibisha. How do you complain your people kwenda State House? Kwani mlikuwa mnataka kwenda Serena? Sasa Osoro, wewe ndio ulichukua serikali, alafu wewe unaambiwa hapana, wewe ungeenda kuona rais Serena ama Siriku ama Kamelba. Is it possible kweli kuambia rais akuje Kamelba? Tuaje. Osoro anatetea hii barabara. Osoro amenionyesha, tunaenda saa hii hapa kuangalia. Osoro anatetea development. Kama Osoro angekuwa anatetea tumbo yake, leo angekuwa na tumbo kiasi hiyo. But this is the man who works for his people. Hii language propaganda kidogo kidogo, watu wetu wa nyumbani, musinunue, mununue maendeleo. Osoro hajasaliwa leo South Mugrango peke yake, kuna watangulizi wake. Mnajua historia. MPs, stop complaining about taking your people to State House. Where else would you have taken people? Nyinyi mngepeleka watu wapi? And that State House were elected by the same people. Hawa wananchi hawa ndio walichagua hiyo State House. So whoever agenda, hii hakuna kitu ya kusema, but representation ya watu, sisi wote tumekuja. Leo Osoro ameniuliza, jamani hatuna hata Biblia moja. Mimi nikamwambia Osoro, sikiza Osoro, wewe umekuja kufunzwa Biblia. Wewe unaweza kuwa unatembea na Biblia yako ukuje utafsiri hapa mambo ambayo haziko. Ama hiyo sio kweli. Nikamwambia let us give nafasi mhubiri atuambie. Na mimi nawauliza ambao mmekuja kanisa, mhubiri huyu si amehubiri vizuri? Sasa Osoro, nataka kupepana na Biblia, uhubirie nani?
So hiyo ndio maagizo na vile mimi nataka. Mkienda State House, mimi hata niliona wengine wana complain, wanasema rais, wewe hujapeleka Wakalenjin State House. Rais sio mkabila vile nyinyi ni wakabila. He's not. Na nyinyi msitetee kwa watu, nimeenda na tumbo, hiyo ni story duni, haina maisha. Forget about it. Hata next week kama iko nafasi ya kurudi State House, rudi na Wakisii. Ama kama ni mbali, ambia rais akuja hapa State Lodge, Wakisii wakuje. Mpaka hii permanent complainers washindwe. You know the problem was, samani State House ilikuwa si ya wa Kenya, ilikuwa ni ya familia. Rais amesema hapana, ni ya Wakenya. Na ilikuwa samani pia ilikuwa ni ya ukabila. Rais akasema hapana, Kisii akuje, wa Nairobi akuje, wa Nyeri akuje. Wanasema wanataka kumlazimishia rais ukabila. Ati siulete watu yako ya Kalenjin wachae huko. Sasa hiyo ni siasa gani? Hii kanisa tumekuja, kama nyinyi wa Kisii mungenipenda, si mungenifungia huko nje na mimi ni mtu mmoja tu? Ama namna gani? Osoro ongoza wa Kisii wote. Kwanza wana complain, hata wa Kisii ndio wameanza. Wale walikuwa na President Uhuru Kenyatta walikuanga State House. Kama wao hawakupeleka watu State House, wawache kucomplain ati Osoro anapeleka watu State House. That's the truth of the matter. Ama nyinyi wa Kisii hamtaki kwenda State House? Ama nyinyi hamtaki maendeleo? Osoro ameleta barabara, ameleta TTI, amenileta hapa. Na Osoro tusiweka aibu. Kanisa la Mungu tujenge. Next week kuja na watu wapime, tujenge hii kanisa bila kuhusisha hao. Ndio maana unaitwa kiongozi, ndio maana umebarikiwa kutafuta marafiki. Tukishikana na Jaanda, hii kanisa itakwisha. Maana nimeona matajiri wengi siku ya kusiku hawaendange na anything nyumbani. Na mjipe moyo, hakunanga tajiri anaweza toka tu hapa akawa rais kama hiyo Osoro. Na mimi kama kutakuwa na kupiga kura, waweke mkabila hapa na waweke Osoro hapa. Hata kama anatoka Kisii hapa, nitapigia Osoro kura. Hata kama nyinyi mtaamua Kisii mkabila wenu ndio huyu, na mseme Osoro asimama hapa, wasimame wa Kisii wawili, lakini Osoro asimame kwa upande ya Kenya, na nyinyi mko na mkabila Mkisii. Kenya lazima iunganishe wa Kenya wote. Huyo Osoro nyinyi mnamwamini hapa nyumbani? Mnampenda? Mnamuombea? Mnaombea wa Kenya wote? So tukipata nafasi ya kufika nyumbani hapa tusaidie watu wetu. Mimi nataka nichukue 1300 nitapatia Osoro, wewe uleta yako Monday, Tuesday kaa chini na hama mmalize hiyo, uleta hiyo katabila hiyo ikule hii mlima hii. Iko kiwanja kubwa hapa tukitengeneza, alafu tuwaje hapo wengine tutakuwa, unajua hapa mko kuna bahati. Saa hii kiitisho huko mbinguni tutakuwa haraka kabla watu wako chini. So hii PAG iko na bahati, si ndio? Mungu tu atakuja, tutakuwa kwanza kesi yetu haraka imalizwe. Na nani angeomba kwenda mahali pazuri zidizizi wote? So watu ya hapa South Girango, mnataka nirudi hapa siku nyingine? Kabisa. So mimi nawaachia hiyo neno, nimewaachia kwamba tutembee kama Wakenya, tushirikiane, wenye ukabila tuwatofautishe. Mimi nataka yoyote anayeomba kura Kenya asisimamishwe, lakini akiongea lugha ambaye ya kutatanisha. Na mimi nawashukuru mmeshikilia mhubiri wenu. Mmemshikilia and I'm very happy. Na mhubiri ukiangalia mhubiri utaangalia watu. Mimi nawaambia nyinyi wenye hii kanisa, roho zenu ni mzuri kama mhubiri wenu. Watu wengine wangekuwa mmefrustrate kiongozi wao wa kanisa. So wacha nisiongee mengi ili nikirudi siku nyingine niwe kitu ya kuambia. Lakini nitarudi hapa kama hii kanisa inaenda juu. Na Osoro umefanya vizuri.
such local churches. Hakuna mtu atalift, endelea kulift makanisa ambaye haijajenga. Mungu naye atakujenga na utakuwa hapa na utarudi na neema. Na you don't forget, umesema ulikuwa hapa, this place lazima ing'are, tuchengee vile nimesema, mhubiri apate mali mzuri, hata boma yake iwe hapa, so tatajunge watu hapa sawa sawa. So may God bless you. Asanteni sana. Amen.